wengi sana, na siku ya leo ni siku ya muhimu sana. Tumekosaje Mungu wetu? Tumemkosea na Mungu, na si kwa jambo lingine lolote, bali ni tuwe tukiombea taifa letu. Ni jambo kuu sana hata mbele za Mungu. Haleluya! Aina kwenye kitabu cha Warumi, isipokuwa tu deni la kupenda. Zote tuzicombine tutengeneze one God, one aim, one. Ambao wana kazi zote wakiwa united country. We need to create a good society. Maana neno la Bwana liweza kunena, penda jirani atapenda mtu mwingine ameitekeleza. And we God bless. Upendo sio kuongea tupu. Upendo sio kuhubiri kama hivyo mimi na hubiri. Inaweza hubiri na pengine ninasema ninaenda mbinguni, na sheria ya Bwana nimekataa kuitimiza, na si kutekeleza ama kuitikiana na sheria zake. Ameziunganisha na kuwa amri moja. Yakiona kwamba nyinyi mnaitwa kwa jina lingiwa na Mungu kwa kutii sheria zake. Jeshi la Mungu haliangalii mama karibu nami, na labda pengine zile dakika nilikuwa nimepewa, tuna Waisraeli wamesikia, na kwa kokote sauti na kwa hapa Mark George wewe bwana karibu karangu. Siku kama hii kila mwaka ikuwe holiday ya Wakorino. In Murang'a our focus ni kazi ambayo ulitutuma tufanyia wananchi. That's why in Murang'a we just focus mambo ya witi ya watoto, we focus mambo ya kupatiana kadi za NHIF, mambo za kusukuma wakulima, because that was our pledge kwa mwananchi. Your Excellency, Your Excellency, I can see kuko na debate imetokea ya 1 man 1 shilling 1 vote, wengine wanasema 1 kilometer 1 shilling 1 vote. Your Excellency, my view is zote tuzicombine tutengeneze one God, one aim, one destiny. Your Excellency, I strongly believe we can all combine tupigane na mambo ya shida, tutengeneze a prosperous Kenya. Tumetoka uchaguzi ya 2022 ambaye ni vizuri kusema kwamba tulikuwa tumetafuta hiyo serikali ya 2017 na shida sana. And I tell you, haikumaliza muda kabla wengine sisi wa kaunti zingine tuingie msitu, either kwa kuogopea ama kwa kusukumwa. Na wakati naongea mambo ya msitu, ni msitu wa siasa, sio msitu ya ile ya maumau. Na saa hii vile tulitafuta hiyo serikali, Your Excellency President and Deputy, jameni, sisi hatuwezi afford saa hii kurudi msitu tena. Ni ngumu kwamba kuna wanaweza jitoa saa hii waende kwa msitu kupigania haki yao katika ile serikali tulipata.
Tunataka serikali ambayo inaunganisha kila mtu, tukae pamoja because tulitafuta hii serikali and we want to benefit all of us. We must speak peace, we must speak unity, we must say things that can unite the whole country, even if sometimes it means sacrificing our own interests as a community, as a county, because Kenya is one. And when one part of the country is hurting, the rest of the country will also be hurting. And therefore, it is our pledge that ile issues ziko kidogo ambaye mnajua ziko, let them be sorted. Kwa sababu tutakati kuingia msitu. Tusichangie maneno ambayo haina maana, inagawanya watu. Unajua sisi Kikuyu yetu ni kidogo. Tuko na vocabulary, tunajua Mwathani Agosho, Moriega, Ngaino Mwega, hapo. Si ndio? Sasa tunangangana hapo. Sasa msiturudishe nyuma tena tutafute dictionary. Kwa sababu tunasema tumesikia iko ingine sasa inaitwa Komerera. Sasa hiyo hatujajua ni gani hiyo tena. Tumesikia iko ingine inaitwa Tugunia. Sasa hiyo ingine. Sasa jameni, siwacha tu tusoe hii ya Mwathani Agosho na tuendelee mbele. Ama mnasema tufanye namna gani? Si namna hiyo. Na waomba jameni. Kwa sababu sasa hii vocabulary yetu ni kidogo. Sasa tutachanganyikiwa hapa katikati. Sisi wengine tutapotea. Lakini mimi naamini vile naibu wa rais amesema, tuungane, tushirikiane, tuweke amani, sisi wote tuchangie katika kuhakikisha Kenya yetu ni Kenya moja. Kenya ambayo Wakenya wote wanajivunia kama wananchi wa taifa letu la Kenya. We want the best for this county and for our country. Ndugu wa Kristo wa Korino, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Agosho, Ngaino Mwega, na hendeshe othe. Bwana Yesu asifiwe. Nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Hey, naona mmekuja kweli. Yaani mliamua kabisa.